Bro, we saw you trending during the death of Raila Amolo Odinga. Nilikuwa nampenda kabisa. Sasa venye alikufa, nikamwambia jamaa yangu bana, niweke tu wimbo wa Raila Jedwari, mimi pia ni dance, at least uniweke kwa TikTok. Kuandika tu hivyo malash, asubuhi naamka nimepata 1.2 million views. Yo. Nikakimbia nikaruka kwa matope ati pengine nitatrend kama Embarambamba. Nikaanguka kwa matope, sasa tena ndio kumbe tena video zinaendelea kwenda viral. Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji wa Jamesh TV. Of course, this is Jamesh TV show and I'm your host Jamesh Otieno. So today I'm hosting a special guest. Alrighty, some of you tumemjua kwa video ya Baba, the death of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. Alrighty, so a lot wamekuwa na maswali like, is this a person ama ni ghost ama this is a witch nini. So a lot wamekuwa na maswali sana, na mimi nikatafuta nika make sure that I shall bring the person. I make sure that bring to the show so that tujue ukweli uliopo, si ndio? Yes, mumemuona kwa street anaruka. So today I'm glad to have one and only Malash mwenyewe. Thank you. The person with the unique talent. Exactly. Yes. Exactly. Na umekuja na nini yenyewe kabisa? Hii ndio kakofia nimekuja nayo. Sasa ndio costume. Hii na hii. Unaweza itoa ama ni tabu? Hapana, wacha tu nivae ndio watu wanijue. Bure nikitoa hakuna mwenye atanijua. Sasa unajua kinao hivi ni kama uko kwa hapana, pengine kitu lakini iko sawa. Iko sawa. Uko fiti lakini niko shwari. Malash ni nani? Watu wanajiuliza Malash ni nani? Who is Malash? Oh, Malash. Jina yangu original ama original kazi sasa nafanya. Jina yangu original mimi naitwa Fabian. Naitwa Fabian Wafuko. Lakini Malash ni jina tu ya social media. Kwa sababu hizi tumia jina yako original, hiyo ni jina tu ya social media ndio watu wakuzoe nayo. Malash anatokea wapi? Sasa mimi Malash natoka specifically home yenye pale nimezaliwa Kimilili, lakini sasa nafanya kazi Kitale. Hawezi toa watu waone sura kidogo? Pengine ni view once tu hivi kidogo. Alright. Bro, we saw you trending during the death of Raila Amolo Odinga. Ulikujaje ukakaa chini na hii idea ilikujaje? Hapana, sasa mimi nilikuwa nikiingia TikTok naona kila mtu ana celebrate Raila style yake. Naona mwingine analia hivi, mwingine analala chini, mwingine anafanya hivi. Sasa nikasema si mimi pia niza jaribu nitafute style yangu yenye pengine itafurahisha moyo wangu, kwa sababu mimi pia nilitamani kuonekana na Raila, lakini sijaipata chance. Tangu Raila akwe hai, sijaipata chance ya kukutana naye. Na nilikuwa nampenda kabisa. Sasa venye alikufa, nikamwambia jamaa yangu bana, niweke tu wimbo wa Raila Jedwari, mimi pia ni dance, at least uniweke kwa TikTok. Raila Jedwari. Jamaa akaniweka. Mimi nikaruka hapo. Akaniambia ataniwekea TikTok. Nikasema wacha nifungulie mimi niweke. Akaniuliza jina, nikasema andika tu Malash. Sikuandika tu hivyo Malash, asubuhi naamka nimepata 1.2 million views. Yo. Nikashangaa watu wamependa. Sasa venye watu walikuwa wamependa sana, nikasema ndio ikuwe tamu sana, acha niende nitafute kofia. Nikaenda hivi kutafuta tu kitu ya kuvaa tu ndio ikuwe shwari. Nikaenda kwa mtumba, nikapata hii kofia, wakaniuzia 10 bob. Hii kofia ulinunua 10 bob? 10 bob. Nilisema niko na 10 bob. Aliniambia uko na ngapi? Nikasema niko na 10 bob. Kwa sasa ilikuwa imebaki peke yake, wakanipea. Sasa venye walinipea tu hivyo, nikaenda nikasema sasa acha niende nirukie karibu na Raila, kwa sababu sijafika Kango Kajaramogi, huko ni mbali na sina adido. Wacha nitafute tu hapo makaburi ya Kibomet penye iko. Nikavana nikaambia msee nichukue tena video. Nikaruka tena hapo na nikaweka Raila Jedwari. Watu wakaanza kusema ghost ya Raila imefufuka. Speaking about Raila Jedwari, acha tuweke wanashindwa hiyo ni ngoma gani? So Malash trended with the song Lady Maureen. Inajiita aje? Raila Jedwari. Raila Jedwari.
So vile ulipiga hiyo nini? Watu walipokea aje kwa comment section? Sasa comment section kulikuwa na matusi, kuna wenye walinifurahisha na wakasema ati this unique talent, keep it up. Sasa kusema keep it up, sasa nikasema watu wanataka vitu tofauti. Sasa ukikuwa tu place moja kila siku inakaa matori. Sasa nikaanza kwenda kusema wacha tena nende nirukie kwa matope. Nikakimbia nikarukako kwa matope ati pengine nitatrend kama embarambamba. Nikaanguka kwa matope. Sasa tena ndio kumbe tena video zinaendelea kwenda viral. Nikaanza kwenda kuruka kando ya lami tu hivyo. Nikarukarukanga hivyo nikaendelea kwa tu popular hivyo. Is there any day ulishaianguka juu hiyo kuinama yako unaenda chini hivi? Is there any day ulishaianguka kama ulishapatana na kitu kama hicho? Unajua hiyo style ni hiyo style hadi unapata place umekanyaga ndipo hakuna. Sasa unakwenda hivyo na kipado umepiga basi. Sasa nyingine unakuwa unaruka unashikwa na muscle kwa hewa. Inapiga chini. Sio unaona umepiga chini mara moja lakini sasa huwa nakata hapo sababu wewe kika kitumika kuonekana behind the scene watu wajue. Sasa ndio kila siku nikiendelea master mpaka sasa hivi sasa siwezi anguka tena. Sasa hii naenda sana, naruka sana. Unaweza enda kwa muda gani? Naweza enda approximately 1 minute ama hata 30 seconds. Inategemea na distance, duration ya video yenye unataka kuunda, alafu angle ya kamera yenye iko. Minielewa. Alafu na either unarudi reverse ama unaenda mbele ama unaruka hapo kwenyewe. Sinategemea. Watu wanasema the cape that you are using ni ya uchawi nini. So unasikiaje hivyo watu wakisema like you are like a witch? Sasa sinipoa kwa sababu unajua mostly uko kwa social media unajaribu kuunda kitu yenye italeta comments, watu wa interact, alafu watu waandike kitu yenye wanafikiria mawazo, kwa sababu mtu akishindwa kujiexpress hatajiexpress aje. Hapo sasa aseme hii kofia ni ya wachawi, inamaanisha anajua wachawi. Haya, watu wapingane, hapana si mchawi, hii kofia ndio iko na nguvu ya yeye kuruka. Sasa inafanya views zako kwenda sana kwa sababu the more watu wanaendelea kucomment, the more watu wanaona sana. Okay. Alrighty. So ukatrend na hiyo nini ya baba. Na mbona utumie tu hiyo njia hiyo wimbo ya baba ya Lady Morini hadi sasa hii? Na kuna ngoma nyingi sana. Kwa sababu mimi nilipenda Raila na hiyo ilikuwa style yangu ya kumwona Raila. Si kwa hiyo itakuja nifanye famous. Will you one day use another song? Ama kubadilisha content? Sasa kubadilisha unless ni erase hiyo ya TikTok, lakini kwa Facebook nilitumia wimbo nyingine, lakini kwa TikTok unless niifute tu isionekane tu ni kama vacuum ilikuwa, because hiyo page ilikuwa dedicated tu ya Raila, iko hata yangu ni dedicate for Raila, everything for Raila tu, for Raila hivyo tu. So ulipata inspiration kutoka kwa Raila? Yes, nilipata inspiration kwa sababu Raila never gave up. Every time hakuwahi give up, hakuwahi fanya nini, alikuwa anafanya things zenye haiwezekani. Imagine mtu asimamishe Kenya mzima wasiende job, yani doing something, anafurahisha watu, hiyo misemo yake, anafanya vitu watu wanafurahi. Sasa mimi nikasema pia mimi nitafanya hivi, watu wafurahi wakimkumbuka, because sasa hivi tumekaa muda wote unapata kuna watu wameshamsahau, lakini mimi hiyo wimbo ikiimba unapata watu wana imagine mimi narukaruka kwa akili yao, alafu anakumbuka Raila. Hata kama ingekuwa Raila hii jamaa angetrend sana, hapa angeendelea kuonekana. Do it ndio ufanye hiyo nini? Hapana. Sema ukule ndio ukue hivi, unaweza tapika ama ushikwe hata ukunywe maji unashikwa hata na ice tea hapa hivi kando. Sababu nitaka ukue tu dry kwa mwili. Sasa ukiruka at least unaenda far, unarudi. Bora ukiruka na chakula imejaa kwa tumbo, na unajua ukiinama hivi tumbo hiyo inajifinya ndani. Sasa huwezi enda sana. Alrighty. Is there any other way like unaifanya ama unafanyia tu place moja peke yake? Sasa sijakuelewa swali. Unaifanyanga aje? Za zingine tunakuona huko Mombasa huko Bungoma, sometimes we see you in West Pokot. Why, mbona uanze kufanya hivyo? Kwa sababu nilipata imekuwa popular na mafans wanatamani kuniona nikifanya live. Wengi walikuwa wanasema ni AI, lakini sasa mimi nikasema wacha niende nifanye penye wako ndio waamini ni mimi ndio nafanya. Wapate sija edit kitu yoyote, wakitaka wa record na simu zao.
mimi nitawaonesha tu wote, kila mtu achukue simu yake ya record na niruke seconds zenye anataka akiona, alafu pia kuonesha watu ya kwamba mimi nilipenda Raila sana, msimsahau hivyo. We are coming live from Okoa Boutique Hotel for event. Alrighty, if you wanna host a event hapa hivi unakuja. If you want to host your secret government meetings unakuja hapa hivi. Simaanishi secret ya nini, but you are ukitaka privacy, paliko privacy, you come here Okoa Boutique Hotel. They provide virenge, suja, alrighty, and above all they also have a old nature, alrighty. Kuna ile TV ya kitambo ya mgongo, unakuja unaziona, yani hapa ni kama scenery. Kuna zile vitu gani, radio za kitambo, the monuments, they are here, so you come and enjoy here at Okoa Boutique Hotel. Hawa ndio host wetu, sawa sawa. Alrighty, so we are continuing with the interview. So Malash, I was asking, have you ever received any gift? Sasa sijui gift kutoka kwa mtu personally ama kutoka kwa both, yote mbili. First and foremost, hebu fanya hivi. At least hivi kai fiti. Hapo sasa. First and foremost, kuna mtu wa kwanza alinipea gift. Hiyo jamaa anauzanga malongi. Akaniambia, ni aje Malachi. Alikuja kwa live. Ati we kesho nakuja soko, ukuje uchague longi. Akanibaia longi ya 600. Nikamwambia asante. Gift ya pili nika receive. Kuna majamaa wa US wakaniambia niwatumie namba, wakatumia ma Sendwave nini, wakanitumia kwa kama 1000, wakanitumia 800. Sasa hizi za 800,000 800 shillings 800 shillings 1200. Sasa total unapata ni kama tu 6000 hapo hivyo. Tangu nianze hii jani. Lakini sasa hiyo yote bado tu ijafika data yenye nimetumia, pesa yenye nimespend kunda hizo ma content vitu zote, time nimelost bado haijajipa. Alrighty, so ni kitu gani kwa mfano that person mwenye anakuchingi pale hivyo, umesema wazungu, for in case wakitaka kukusaidia, ni kitu gani hicho unaweza penda at least they will uplift you with? Kitu ya kwanza unaweza furahia sana ukipata. Kitu ya kwanza, nashukuru wakishare na kulike video zangu, hiyo ndashukuru. Kitu ya pili, nikifaulu tu nipate tu kamera mzuri ile yenye haitasumbua, kwa sababu hii mimi natumia simu ya mlikana, simu ya mkopa, hii na simu ya kulipia, hizi za kulipa. Sasa unajua kamera yake mara mingi si ile clear. Sasa unapata video unatengeneza haikui HD. Sasa inabidi urudi kwa ma-app edit. Alright, tu kamera mzuri hapo niko shwari. Brands sija kutafuta like sisi tunataka Malash ukuje utuadvertise kitu fulani na fulani. Sasa kunitafuta hawajui Malash ni nani. They've never seen Malash. Malash ni anonymous. Hata hii ndio first time naonesha sura yangu, yes. Lakini Malash amekuwa anonymous. Hawajui penye yako. Sasa hakuna venye brand iko loadwa itakuja iseme natafuta Malash. Haya, mwingine hapo Mombasa anatafuta Malash. Mwingine tuko naye Kitale na hajui kama mimi ni wa huku. Wanadhani mimi natoka Siaya. Na watu wa Siaya wanadhani mimi natoka Kisumu. Na watu wa Kisumu wanadhani natoka Nairobi. Sasa no one knows me exactly pale natoka. Sasa hakuna venye brand itakuja ikupate. Alrighty. For in case wakikutafuta, will you show up ama bado? Sasa kushow up, utashow up because unajua naye tena kipato itanisaidia kutravel. Unajua atakupea ma allowances za kutravel nini. Lakini asipo show up sasa itabidi tu ngangane na bidii yako. Ushaifika mahali ukifanya hiyo kitu, of course umenijibu pale hivyo. Ushaifika mahali like you feel like giving up? Mara mob. Ku give up kuna siku hadi nilitaka kudelete account. Kwanza account. Nilitaka kudelete tu ionekane vacuum, sijai kuwa nichome kofia na niketi kwa job yangu nivaenge mask watu wasiojua ni mimi. Lakini ni venye tu wakani-encourage, wakaniambia tu kuna siku tu itajipa. Sasa nikaongoja, pengine waliniambia tu ukiingia tu hivi social media utakuwa tajiri. Nimeingia nimekaa sioni nikuwa tajiri. Nikasema nimewaste time yote. Nika-calculate time yenye nimewaste ya watu kwanza kwa TikTok. Nimewaste kama 14 years ya watu watching my videos, ki-calculate 33 million views times 15 seconds. Okay. Alafu kuja divide into days. Uweke into years, unapata ni 14 years. 14.441 something years.
Wewe ni genius. Of which sasa imekuja replicate tena kwa Facebook the last 14 days. Waste tena karibu another 17 years ya watu watching my videos. Waste ya watu aje? Yani the total videos zenye ziko, mtu akisema ana watch sasa hizo time zote, take 40 million multiply by approximately 17 seconds, then you divide, you come into years, utapata ni how many years waste ya watu. Yes, someone in your kuwatch tu, kama ni mtu kuanza kuwatch tu video zako, time gani utakuwa waste? Yo, so time is money. Sasa waste like 14 years. Okay. Mimi 28 years. Alright. The social media. Alright. Hiyo hata sikuwa expect. Mimi na math. Amata tunaweza calculate, si hata ni ngumu. Tuna calculate tu, inarudi tu na unapata inakuwa tu hivyo. Alright. Haina shida. So ukasema you will never give up. Sasa nikasema because mimi niko natumia wimbo ya Raila Jidwari. Siwezi give up because Raila never gave up. Despite yeye kufail mara mob, alikuwa anajaribu. Nikasema tu mimi ndaendelea tu giving my best shot. Sasa ile yenye ilikuwa inanibamba ni ile make adrenaline ya watu kukimbia. Kila mtu akiwatch video yangu, mwingine anashika simu paka anainama hivi, mwingine anataka kuangusha simu, anafikiria ndapiga kichwa chini. Sasa inaanza kuwa fun. Watu wanashika simu yako hivi, wanashika hivi screen, inaenda ×2 play times. Sasa unaona nenda hivi haraka. Wanasikia vizuri. Alright. We are also live on TikTok. Unaweza tusomea comment section. Wanasema kutia malash. Wanasema kutia malash. Poa. Salamia watu. Alrighty. So watu wanakuwatch hapo hivyo. Tuko TikTok pia. Make sure you follow Malash pale Facebook. He has a new account. Account yako ni Malash 232. Malash 232 kwa Facebook. Alrighty. Do you give your number public? My number is just public because maybe mtu atazataka ku advertise kitu. Wasome 07. My number is 07 08 845 262. Rudia tena. 07 08 845 262. Unaweza tuma hapo 50 bob. Unaweza tuma Malash atashukuru sana. Jina ama leta Fabian. So you can send a 50 bob, 100, unaweza send anything Malash will be able to receive. Sawa. Yes, we are continuing with the interview. We are live here. Walumbe anasema moja kwa moja. Walumbe sends anything. Alrighty. So your next vision, ama what's the next for Malash? Okay, my next step, I'm thinking about making another costume. Making just a costume that I look like an ostrich. Imagine looking like an ostrich, then giving the best jump. You are jumping like a mad ostrich. Then in town, you see the reaction of people. Wow, a mad ostrich. Then I jump up and down. Then it becomes the best silent comedy that has never been in the world. The best. Okay. Because it's like an animal and it's a human being. And the way at the jumping, same time, yes, it's jumping like a bird now. It's jumping like an ostrich. And I look like an ostrich, but I am a human. So that's the new costume that you wanna make. I'm looking forward to make it. iShowSpeed. Acha nikuulize, in Kenya, one of that comedian that you look up to. Okay, it's Flaco Raz. Yes, Flaco Raz. Why Flaco? Mbona isikwe Mushila? No, Flaco Raz is one of my best comedian because every time he supports me by giving me advice. Go on. Flaco na comment? Yes, somebody in it's called Flaco Raz fan. Yes. And so that's Flaco, not original the first fan. thing, Flaco did my challenge. Yes, Flaco did my challenge. Even if you look at my profile on TikTok, you'll see Flaco doing my challenge. That's the first support that I saw and said this guy is supportive. Okay. Yes. Juzi nilikuwa nikwambie kitu. Juzi we saw iShowSpeed. Do you know iShowSpeed? Yes. Alikuja Kenya na watu wakafuata nini. Do you see it in your vision? Like one day uende USA, like uende Africa. Mimi sasa sijajiona kama iShowSpeed. Mimi nimejiona tofauti. Unielewa? Mimi nimejiona tofauti kabisa because mimi nakaa unique. Mimi nielewa.
kitu ya kwanza, hii kitu imekuja kwa dream ndio ikatokezea nje. Sasa siwezi copy ya mtu because sasa yeye amefanya hivyo, mimi niko hivyo. Wewe pia ufanye kama yeye. Sasa mimi yangu itakuja ikwetu tofauti. It will be extremely itakuwa tofauti because kuna kitu ndakuwa na champion. Mimi sitakuwa na champion kwa tourism. Mimi nitachukua topic, ninaenda na champion kama mfano ya FGM, stop FGM. Kama si stop FGM, nikuje I tell people ubaya ya miadarati. Yes. Umenielewa hiyo ubaya ya miadarati. Kwa nini ukisitumia hii? Haya, kitu kingine maybe stopping abortion. Yani just kuna issues na affect society. You champion for them. Kitu issue ki arise somewhere, mimi ninaenda hapo nina present hiyo issue. I do my things, people wanna watch, but at the same time advertising those issues zina affect society. Yes. Alrighty. Do you mtu ndio ukifanya hiyo kitu do you eat? Kukula bana si mzuri ukule ndio uruke. Eri uruke kwanza ndio ukuje ukule. Because ukikula ndio uruke utaweza tapika. Every time unajua chakula inatoka kwa tumbo inakuja paka huko kwa koo. Mimi nielewa unaweza shikwata na kizunguzungu. Sasa ndio ukue mwepesi itakante na ukue umekula. Mimi nielewa. One of that worst comment we shall receive. Watu huku wanakutusi. Moja tu. Yani hata sijui unajua ni ngumu kusema lakini ni ngumu kusema. One of the best comment pia ushai receive. Ile best comment yenye nimei receive. Nile tu mtu aliniambia tuma namba tukuwekee kitu. That's the best comment. Your time nilikuwa chini. Nilikuwa hata sina nilikuwa tu ndio nimenunua data na hiyo data ikiisha hivyo ya 1 hour 30 minutes ikiisha hivyo mimi niongoje the next day niende job ndio nikuje niingie live. Sasa kutuma namba hivyo jamaa kanitumia 1k nikasema tu asante. That is the best comment because hakuna comment nyingine nye watu wanasema good bro, keep it up. Yes, I'll keep it up, but the stomach needs something. I need energy. Yes, tutumeka kitu. Alrighty. How does your day look like? Like Malashi akiamuka kitu gani anafanya? Cha kwanza. Kitu ya kwanza Malashi akiamuka lazima ambie Mungu, mimi niko neenda nje na yote yenye wameongea isinishike. Mimi nielewa. I tell God thanks and I tell God protect me. Protect me as I go to my job. Nenda kazi ya garage, maze garage ndio nikuje ni shop. Wewe ni mechanic? Oh wow, that's interesting. All right, so the first thing you do is to thank God. I thank God. One of those things that you always does before you sleep. Kabla nilale tena lazima niende niombe watu kwa kanisa. Nishike watu imani. I pray for them. So you're a pastor? Si pastor ni kama intercessor. Intercessor. Mimi ni pastor because I don't have an altar. Mimi ni intercessor tu. Alrighty. So bado branches ya kutafuta. Bado. Uko na management? Bado mimi hata history ya management sijajua because nimeshoot up tu kama mushroom. In just a jiffy kidogo, hata sikuwa nimeplan kama ndai kuwa na hii type of followers. Sasa hata sikuwa najua story ya social media. Sasa ndio maybe nianze ku make plans za management. Alrighty. So we are live on TikTok. Comment nyingine moja? There is no comment. Alrighty. So Malash, how do you see yourself now? Since that umefanya hii challenge, umefanya na watu wamekubali. How do you see yourself? Let me tell you, everywhere I go I see myself as a star. Nikitembea wananiita master. They call me master because everything that I do no one can do it. They call me master. Hiyo bana. Hiyo hata mimi nilijaribu jana bro kidogo nivunjike mgongo. Sasa kuvunjika mgongo. Mimi nilifanya watu wananiita master because everyone mwenye anainama anasema hii hapana. Anainama hii hapana. Sasa na mimi ninainama ninaruka mara 30 na huyo hata moja imemlemea. Umenielewa? Na kuruka si ati narukia juu ya hewa, naweka tu kichwa inakaa chini. Umenielewa? Sasa I see myself as a star. You see yourself as a star. Yes. Kuna wa Chinese huko. Ushaikutana na Mchinese mmoja wakafanya hivyo because hao ndio tuna believe wako na hizi vitu. Sasa kwa Facebook nimeona ma reply kadhaa za kwa comments, watu wakipiga challenge yangu. Nimeona watu kutoka Venezuela, nimeona watu kutoka Mexico, nimeona watu kutoka Spain, nimeona watu kutoka Jamaica. Lakini sana ni wamama wanono wanajaribu, wanakataa, wanasema no, Malash 232, no, we can't. You are the hero, you are my idol.
wakati ananiambia idol bana, naambia Mungu nisikue hivyo kwa sababu ni wewe ndio utakano kwetu ni Mungu si mimi. Yeah, by the way, Mungu atukuzwe kwanza, then the rest shall follow. Alrighty. Okay. So unafanyanga hizi content ngapi unazifanya kwa wiki? Mimi sasa sifanyi kwa wiki. Mimi nafanya kila siku content 10 minimum. Kwa wiki content kwa wiki sasa wewe piga kwa wiki inachukua 7 days times 10 unapata 70. One of that video yenye imeenda viral kabisa. Yenye imeenda viral sana inategemea kwa sababu unapata kwa TikTok ilipata 1.5 million views. Lakini kwa Facebook kuna yenye imepata 12 million views, iko inaenda 20 million na ni ya juzi. 20 million views. Itaenda 20 million views. For those people ambao wanakuwatch as we wrap up, unaweza waambia nini your fans? Naambia thank you for your support. Asante kwa kushare video zangu, asante kwa kucomment, asante kwa kunitag mkiona video yangu mahali popote. Place yote mnakuja mnanipea support. Ndakuwa nikitravel, nakuja Kisumu, nakuja Mombasa, nakuja Wajiri, nakuja Lodwar, kila mahali. Nimekuwa Bungoma, nimekuwa West Pokot, nimekuwa Kitale, ndaenda LD. Sasa time tu mnaniona, mnakuja hapo mnanipea support. Mimi ndapiga nawe challenge free, urecord na simu yako, utume. Niruke live uone, utume. Usikie vizuri because mimi niko chini, siwezi sema ati ninakuambia toa do fulani. No. Mimi ni free. Okay. Lakini kwa brand hapo hivi uwezi weka free, si ndio? Kwa brand ni tofauti. Brand is another business. Yeah. Brand is another business, yes. Okay. Brand is another business. Alrighty. So keep doing what you are doing, bro. Me, I personally am your fan, number one fan. Thank you. And I really appreciate what you are doing. And all the best. All the best. Thank you. See you in the next interview. Hao watu wanataka wade ukiruka. Wanataka tuone nikiruka. Acha nijaribu bana tukiwa live. Mambo ichemuke. Watu wanataka jamaa aruke. Cameraman tuko fiti. Nataka niruke bana hiyo challenge au jamaa.